Ninakusalimu kwa kupitia jina la Yesu. Kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura yake ya 4 kuanzia mstari wa kwanza kinaeleza namna ambavyo wana wa Israeli walipokuwa wamejipanga kwenda kupigana na Wafilisti. Walipoenda vitani, Mungu alikuwa hayuko pamoja nao. Biblia inasema kwamba walipigwa. Walipopigwa wakarudi, wakajiuliza kwa nini wamepigwa. Wakaona njia pekee ya kuweza kushinda vita, wakaona ni bora wabebe sanduku la agano, wakaingia nalo vitani. Mara nyingi walikuwa wakibeba sanduku la agano wakiwa katika maelekezo ya Mungu ama wakiwa pamoja na Mungu, walikuwa wanashinda vita. Lakini safari hii, kwa sababu walikuwa hawako pamoja na Mungu na maelekezo hayakutokana na Mungu, sema wakapigwa na wakanyang'anywa ile sanduku la agano. Baada ya kupigwa na kunyang'anywa sanduku la agano, wale Wafilisti walibeba lile sanduku la agano wakapeleka kwenye nyumba yao ya mungu wao anaitwa Dagon. Walipoamka asubuhi, wanakuta mungu wao Dagon ameanguka chini. Sanduku lile ambalo wana wa Israeli walibeba lilionekana kwamba pengine halikuleta matokeo yaliyo sahihi kwao, lakini lile sanduku lilipoingia kwenye nyumba ya Dagon, sanduku lile likaleta matokeo tofauti. Mungu akadhihirisha uwepo wake kwamba yupo. Tatizo halikuwa kwenye sanduku la agano, tatizo lilikuwa ni nani amebeba sanduku la agano. Yamkini kuna vita nyingi umepigana, umeshindwa na unakiri kwamba wewe umeokoka. Jiangalie, una mahusiano mazuri na Mungu? Tatizo haliko kwa Mungu, tatizo liko kwako wewe. Huwezi ukaenda vitani unajua Mungu ndiye ambaye anakupigania vita, halafu hauna mahusiano naye mazuri ukatarajia kushinda vita. Huwezi kushinda, ila utashinda vita kama utakuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Kwa tatizo sio Mungu, tatizo ni wewe. Mungu wa mbinguni akubariki, akupe neema ya kuyafahamu yote ambayo unaweza kuyasikia. Baraka za Bwana ziwe juu yako.